Tabia ya pili ni wale ambao wanaweka malengo thabiti in life, yani wana malengo. Na sio malengo ya siku moja, wana malengo ya siku moja, wana malengo ya wiki moja, wana malengo ya mwezi moja, wana malengo ya robo mwaka, wana malengo ya mwaka mzima na miaka 10 nayo. Ipo ndio maana watu wa namna hiyo hata ukitaka kuwatafuta kuwapata utafanya kazi. Kwani wewe ushaweka appointment mtaani kukutana na mtu wa mtaani? Si unamzukia tu. Niko tu mimi wewe muda wote. Haya. Ukitaka kumuona Modeji? Unaweza kutuka miezi mitatu. Haya, au hata Paul Christian Makonda, kwanza nimpongeze kwa sababu Arusha jiji letu tumepata nini? Naibu waziri. Ni kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo mimi kwa moyo wa dhati na nampongeza sana na nashukuru nimekutana na mfano wa nini? Wa appointment. Kwa hiyo nampongeza sana. Je, ni rahisi kwenda kumpata tu kirahisi? Lakini ukimtafuta Odo? Hata mimi nasiba zangu zimebana. Odo yupo. Unasikia Odo? Yupo. Kwa nini? Kwa sababu hajatengeneza program ya kwake ya muda mrefu. Yaani mtu mmoja ukimwambia nipe ratiba yako akaanza saa hizi mpaka jioni atafikiria. Hana. Lakini mwingine atakwambia kabisa nikifika saa 7 na hiki saa 8 na hiki hivyo. You get the point. Kwamba hao watu wana tabia nini? Ya tofauti na wale wengine. Lakini ni wajifunzaji wazuri, they learn, wanajifunza sana. Sasa kwa wale ambao wanasema saa 10 hamna kitu ya kufanya, nunua vitabu vya kusoma vya Kiswahili, viko vingi. Hatua za kufanikiwa kwenye maisha. Mbona mnacheka sasa? Au namna ya kumdhibiti mume. Hicho kitabu nafikiri kingeuza sana. Hicho kingeuza sana. Kwa mume sijefuke. Na nakumbuka kuna mwandishi mmoja wa habari aliandika kitabu inayosema namna ya kumweka mumeo ndani ya ndoa na atulie. Li volume hivi. Ikawa kwenye shelf, ilikuwa siku ya wajinga duniani. Kitabu kilinunuliwa. Kumbe yule bwana ndani ya kitabu hajaandika hata peji hii. Kutoka peji ya kwanza mpaka ya mwisho nini? Maisha. Hamna kitu ameandika. Aliweka tu cover kwenye cover ya kitabu. Lakini ilishambuliwa mpaka ikaisha kwenye nini? Kwenye shelf. Wale unaona nani? Wanawake. Labda wanaume pia inawezekana. Haya. Kitabu ambacho labda mganga wa kudhibiti waume wenye tabia mbaya. Na nguvu za kiume. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kujifunza. Sasa wewe saa 10 kama umeshindwa, mimi niwaombe. Basi jifunza hata namna ya kufuga bata, kuku. Vitabu hivyo vipo. Namna ya kufuga sili, sungura. Sawa? Namna ya kulima mboga. Yaani learn something katika nini? Katika mimi kwenye maisha yangu hata ukienda kwa begi langu na kitabu hili kitokea kama kuna saa unamsubiri mtu usikae unachati kwenye simu. Na social media inapoteza sana. Lakini at least kila siku nasoma page 10-15 asubuhi. Naondoka zangu. Kwa hiyo umeona ratiba ya saa 10 na kama huna kabisa wewe sio ni mvivu wa kusoma, fanya mazoezi basi asubuhi mwili ukae nini? Ukae sawa kwa sababu shida yenu nyinyi vijana saa hizi mko hoi taabani. Hamna nini? Hamna nguvu. Unajua mtu mnene tu ndio anafanya mazoezi. Hapana, mazoezi ni kwanza kufanya mazoezi akili inachangamka, si ndio na unakata vitambi na nini. Haya. Hiyo ni kujifunza na kusoma nini? Vitabu. Lakini they never ever give up. Hawakati tamaa. Hawakati tamaa. Piga huo garagaza hata ufanye nini. Na ninaweza nikawasaidia pia mifano kwenye nini? Kwenye Biblia. Lakini nimalize, hawa watu wanajua wanataka nini katika maisha. Wanajua wataipataje. Kusubiri hicho ambacho wanakitaka. Na wanajua watapata kwa matokeo chanya. Si unajua katika maisha kuna watu wana wazo lakini hawaanzi hata siku moja ile wazo lao. Wana wazo tu lakini hawaanzi. Kuna watu wanaanza lakini wana wazo lakini hawana uthubutu. Kuna mwingine anaanza lakini haendelezi. Kuna mwingine anaendeleza lakini hamalizi. Kuna watu wanaanza mwisho hawana. Basi. Sawa Haya. Kwa hiyo inabidi katika maisha ili utoke pia ujue unataka nini. Ndio maana nikasema tukiuliza watu plan yako ya wiki inayokuja nini, watu wengi hawatakujibu hiyo swali. Hawana. Mambo yana Mungu, tumwachie Mungu. Kwani kesho utajua utafika. Mungu anapanga hili.
Mungu wala hapangi kitu chochote. Mungu hivi, ngoja mimi naulize Mungu kweli, yani kuna saa tunamsingizia vitu vingi. Tunamsingizia Mungu. Hao watu pia wanajua matumizi sahihi ya muda. Ndio yale tunarudi kule kwamba ukitaka kumuona lazima upewe appointment. Lakini mimi nikitaka kumuona bure nahitaji appointment. Uko wapi? Anamwambia tuko wapi njoo. Anakwambia kwani wewe uko wapi nikufuate hapo? Anakuja hapo na toyo, alafu kwa mzee sasa buku mbili ya toyo. Wewe unaona hapo kuna ratiba hapo? Hamna. Kuna matumizi ya muda sahihi hapo? Hakuna. Na wana utayari kwa mambo ya dharura. Mnaelewa hiki kitu kweli? Wana utayari kwa mambo ya dharura. Ikitokea jambo lolote la dharura, they ready. Kilichofanya mimi niitwe nabii ni kitu gani unakumbuka? Jambo la dharura ile jenzi walipo nini? Walivyoliamsha. Niliuliza wiki mbili kabla, hivi wangapi wana akiba hata ya chakula? Sasa hawa watu wanamnia ambaye anawasema nenda kwao. Stock ya chakula ni ya miezi 2-3. Hiyo ni stock ya chakula ya ndani, lakini sasa nyinyi waulize, ikitokea leo imekata ngaa. Hamna kazi, una nini? Unaishi kwa siku ngapi kabla hujafa? Siku 5 labda. Hapo umekomaa eh? Hapo umekomaa sana na nitasifiwa mpaka na ndugu zangu. Kwamba Kaenda ulalamikie serikali. kwa hiyo hawa watu wana hivyo. Sasa kingine pia wanachukulia changamoto kama fursa. Hivi unajua juzi wakati wa jenzi lita moja ya petroli iliuzwa 15,000, una taarifa hiyo? Unafikiri wale waliokuwa wanauza lita 15,000 waliona ile changamoto ya jenzi kama changamoto au kama fursa? Wanatamani iendelee. Sio ungetamani iendelee. Babu wa Loliondo aliwaangalia watu, mnamkumbuka babu wa Loliondo? Akasema hawa ngoja nitengeneze kikombe. Kikombe cha baba. Inatibu magonjwa yote. Ile ni nini? Aliona hawa ni mandezi, hawana akili. Alijaza vibaya sana. Helikopta zilikuwa zinaenda nini? Na watu wenyewe wanasema walikuwa imani tu ndio kuonyesha, wala sio kikombe. Ni imani yao. Sawa Kwa hiyo ninataka niseme pia changamoto ukutana nayo kwenye maisha usichukue kama changamoto. Wewe angalia fursa gani naweza nikapata kwenye hii changamoto.